Haleluya, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu mahali popote unaponitazama na kunisikiliza. Leo tutasoma kwa mara nyingine tena kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na katika sehemu ya kwanza nilisema kumtumaini Bwana au kumtegemea Bwana ni kuendelea kufanya mambo yanompendeza Mungu hata kama uko katika changamoto ngumu, hata kama uko katika wakati mgumu. Kwa sababu gani? Tumaini linapotea pale ambapo ulikuwa unamwamini Mungu, ulikuwa unamtegemea Mungu, sasa ukakutana na shida ngumu. Unakuta Mungu akawa hajaingilia kati shida yako au jambo lako kwa wakati ambao wewe unataka. Hasa inapotokea hali ya namna hiyo, inakuwa hali ya kuingia kukata tamaa inaingia ndani ya mtu. Lakini Mungu yeye anataka hata kama hajajibu jambo lako, hata kama uko kwenye changamoto, hata kama uko kwenye wakati mgumu, endelea kufanya wajibu wako kwake, endelea kufanya ibada, endelea kumuomba Mungu, endelea kumtegemea yeye. Kwa sababu kumtegemea Mungu ni kufanya yaliyo mapenzi yake hata kama unapitia katika hali ngumu. Hata kama umemuomba Mungu bado hajajibu, lakini unaendelea kufanya ibada, unaendelea kufanya kazi zako. Kama unaumwa, yamkini umelazwa hospitalini ni muda mrefu na umemuomba Mungu lakini unaona bado hajaingilia kati, usiache ibada, usiache kutenda matendo mema, usianze kuwaza vibaya. Endelea kumtazama Mungu, endelea kumuomba Mungu. Hapo utakuwa unaonyesha kwamba bado wewe unamtumaini yeye hata kama hajajibu vile ulivyokuwa unataka wewe. Kwa sababu wakati mwingine Mungu anajibu kwa wakati wake, sio kwa wakati wetu. Lakini pia nikasema ukiacha kumtegemea Mungu ni rahisi sana kuanza kuzitegemea akili zako. Sasa leo ni kuelekeze tofauti ya kuzitegemea akili na kuzitumia akili. Mungu kama Mungu yeye hajatukataza sisi wanadamu kutumia akili, ila ametukataza kutegemea akili. Kutegemea akili ni nini? Kutegemea akili ni kwamba wewe unaona katika wakati mgumu ulionao, majibu yako yote utayapata kwenye akili yako. Au kwenye changamoto ngumu ulionayo, unaona msaada wako wote utaupata kwenye akili yako. Hasa unaanza kuitegemea akili yako. Sasa akili inapokuwa inahangaika, sio maelekezo yote atakayokupa yatakuwa yanafaa. Ndio maana tunazitumia akili, lakini maelekezo yale ambayo akili inaongoza au inaelekeza tunapimanisha na neno la Mungu. Tukiona mbona anaendana na neno la Mungu, tunayafuata. Kwa hiyo Mungu ametupa akili tuzitumie, ila ametupa akili tuzitumie vizuri, tusizitumie vibaya. Akili unaitumieje? Kwa mfano, katika kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 28 anasema hivi, utakusudia neno nalo litathibitika kwako. Yaani kwa mfano, nasema ndani ya mwaka huu mimi nitaongeza juhudi ya kufanya kazi za mikono yangu, lakini pia nitaongeza juhudi katika matendo mema. Lakini pia unasema nitajitahidi sana kuishi vizuri na jamii itakaonizunguka. Kwa hiyo nitahakikisha mambo yote yanaenda vizuri. Hayo unakuwa umetumia akili, wewe umepanga. Ila sasa kuyafanikisha yale ambayo umeyapanga, unamhitaji Mungu. Pamoja na kwamba utakuwa na mikakati, kile kitendo cha kuweka mikakati, cha kuweka mbinu kwamba nitaanza upande huu, nitaelekea upande huu, pale unakuwa unatumia akili. Sasa kuzitegemea akili ni kwamba katika mipango yote uliyopanga, mambo yote uliyotaka kuyafanya kwa mfano mwaka huu, basi kwa sababu umeshapanga, labda umeandika kwenye diary yako, kumuombaga Mungu hakupo. Kuombaga msaada wa Mungu hakupo. Kuomba Mungu akuongoze unakuta hakupo. Hapo wewe utakuwa unaitegemea akili. Ndiyo maana sasa Mungu anasema umtumaini kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili. Kwa hiyo Mungu anaturuhusu kutumia akili, ila anatukataza kuzitegemea akili. Kwa mfano, unapotaka kusafiri kutoka labda mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kile kitendo cha kuandaa nauli, cha kuandaa nguo zako, ile yote unakuwa unatumia
akili, lakini pia na kupanga nitapanda basi gani. Hiyo yote unatumia akili. Ila sasa ili kuweza kufika salama kwenye huo mkoa unaoenda, hapo sasa utumii tena akili. Ndio maana sasa pamoja na kwamba umekata tiketi, umeandaa nguo za kuvaa na umeweka alarm kwamba utaamka muda gani, lakini sasa hapo unaanza kabla ya kulala unamuomba Mungu, naomba niamshe salama, niamshe nikiwa na mzima, nilinde usiku wote, niamke salama. Lakini pia unaiombea hiyo safari. Yaani kitendo cha kuiombea safari unamuonyesha Mungu kwamba ni kweli umepanga ila kufika salama katika safari yako, hautegemei tena akili zako, unamtegemea Mungu. Ni kweli una watoto lakini ili kuwalea vizuri au tegemei tena akili zako, unamtegemea Mungu. Akili yako utaitumia katika kupanga taratibu na ratiba pale nyumbani, watoto wakaeje, waishije, wasomeje, wale kwa namna vipi, wavaeje. Mipango ile utakuwa unatumia akili. Lakini kuifanikisha ili kuitimiza, wale vizuri, wavae vizuri, wale vizuri, hapo sasa utalazimika kumuomba Mungu, utalazimika kutafuta msaada wa Mungu. Hiyo ndio tofauti ya kuzitegemea akili na kuzitumia akili. Kwa hiyo kuzitumia akili ni pale tunapoweka mikakati na kuipanga, lakini kumtegemea Mungu ni pale tunapomuomba juu ya yale tuliyoyapanga na mikakati tuliyo nayo. Mungu akubariki sana. Lakini pia pamoja na kwamba Mungu ametupa akili, ametukataza kuzitumia akili vibaya. Maana unaweza kawa na akili, unaweza kuzitumia vibaya au unaweza kuzitumia vizuri. Mungu anataka tuzitumie vizuri, tusizitumie vibaya. Kwa hiyo Mungu ametupa akili kwa ajili ya kuzitumia vizuri. Endapo utazitumia vibaya, basi adhabu ya Mungu inakuwa inakuhusu, kwa sababu Mungu ametupa tuzitumie vizuri. Ameni, ameni. Uwe na wakati mwema. Mungu akubariki.